Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Sawa, hapa nitakuandalia hadithi ndefu ya kutoka nje ya mwili, musika akiwa James, yenye msisimko, hatari na ajabu. Hadithi ya kutoka nje ya mwili. James alikuwa kijana mwenye akili ya kushangaza na shauku ya kuelewa siri za ulimwengu. Alikuwa anaishi katika Dar es Salaam, akiishi maisha ya kawaida ya kila siku, lakini moyo wake ulipenda mambo ya ajabu na ya kisayansi. Siku moja, baada ya siku ndefu ya kazi, James alilala akihisi uchovu mkali. Hata hivyo, akiwa amelala, ghafla alihisi mwili wake ukienda kwenye uzito usio wa kawaida. Pumzi yake ilikuwa ngumu na akili yake ilijawa na hisia za kutokuwa na hofu, lakini pia ya mshangao mkubwa. Kisha ghafla roho yake ilianza kuondoka kwenye mwili wake. Alijikuta akishuka chini, akitazama mwili wake ukiwa kwenye kitanda, kimya kabisa, na macho yake yamefunikwa kwa usingizi. James alishangaa na kidogo akaogopa, lakini hofu hiyo haikumzuia kuona kila kitu kwa uwazi usio wa kawaida. Roho yake iliruka hadi dirisha la chumba chake, na alipotazama nje, Dar es Salaam ilionekana kama haikuwa kama anavyoiona kila siku. Njia za magari, majengo na hata wanyama waliokuwa wakipita barabarani walionekana kwa mwanga wa kipekee. Aliweza kuona kila kitu kwa undani zaidi kuliko macho yake ya kawaida. Hata hivyo, uzoefu huu haukuwa salama. James alijikuta akivutwa kwenye kivuli kidogo kilichoonekana katikati ya nje. Kivuli hicho kilimfanya kuhisi baridi kali na giza likimzunguka. Alipokaribia kuangalia, aliona kiumbe kilicho na macho yanayong'aa kikimsogelea. James alijua alihitaji kurudi kwenye mwili wake haraka. Akiwa na nguvu ya akili na moyo wa jasiri, James alijitahidi kurudi kwenye mwili wake. Alipofanikisha kurudi, aligusa kitanda chake na kuhisi joto la mwili wake ukiwa tena ndani yake. Pumzi yake ilirejea kawaida na moyo wake ukapiga kwa kasi, akijua alikuwa hai. Tangu siku hiyo, James alianza kujifunza mbinu za kutuliza akili na kutumia nguvu ya nafsi yake. Alijua kuwa ulimwengu wa nje ya mwili ulikuwa kweli, na kwamba roho yake inaweza kuona na kuelewa mambo ambayo macho yake hayangeweza. Lakini pia alijua kuwa hatari zilizokuwepo zikimwonyesha kuwa kila uzoefu una kizuizi cha. Tangu siku hiyo, James alianza kujifunza mbinu za kutuliza akili na kutumia nguvu ya nafsi yake. Alijua kuwa ulimwengu wa nje ya mwili ulikuwa kweli, na kwamba roho yake inaweza kuona na kuelewa mambo ambayo macho yake hayangeweza. Lakini pia alijua kuwa hatari zilizokuwepo zikimwonyesha kuwa kila uzoefu una kizuizi chake. Baada ya miezi michache, James alianza kushiriki uzoefu wake kwa wengine, akiwafundisha jinsi ya kutuliza akili, kuzingatia hisia na kuelewa ulimwengu wa roho. Lakini kila wakati alikumbuka kivuli kilichomkabili. Alijua kwamba ulimwengu wa nje ya mwili haukuwa wa kuchezea. Miezi michache baada ya uzoefu wake wa kwanza, James alikuwa amejizoeza kidogo kuondoka nje ya mwili bila hofu. Alijua jinsi ya kutuliza akili yake, kuzingatia pumzi na kumfanya mwili wake kuwa kimya. Lakini siku moja aliamua kujaribu kitu kikubwa zaidi, kuona ulimwengu wa mbali kabisa ambao haukuwahi kuonekana kwa binadamu. Akiwa amelala kwenye chumba chake, alitulia akili yake na kuanza kuruka nje ya mwili wake. Mara moja alihisi mvutano mkali na mwanga wa rangi zisizo za kawaida ulijaza chumba chake. Roho yake iliruka haraka zaidi ya kawaida, ikivuka majengo, barabara na hata mawingu. Ghafla, James alijikuta katika dunia ya ajabu. Anga lilikuwa la rangi ya samawati yenye mistari ya dhahabu, na miji ilikuwa imejengwa kwa maumbo yasiyo ya kawaida, majengo yakitandaza hewani bila msingi wa ardhi. Watu waliokuwa pale hawakuwa wa kawaida, walionekana kama wakiwa na nuru ndani, wakitumia nguvu za akili kuendesha vitu bila kushika. Hapo James aliona kivuli cha hatari kutoka uzoefu wake wa kwanza. Kivuli hicho kilikuwa kikubwa zaidi na macho yake yalikuwa yanang'aa kama tarakimu za moto. Lakini sasa James alikuwa na ujasiri zaidi. Aliamua kukabiliana nacho, akitumia nguvu ya akili yake kuunda kizuizi cha nuru. Kivuli kilikosa kuingia ndani yake, lakini kilikuwa kinamtazama kwa mshangao. Alipokuwa anasogea kwenye mji huu wa ajabu, James alikutana na kiumbe kingine kilichokuwa na mwili wa maji lakini macho ya dhahabu. Kiumbe hicho kilimfundisha jinsi ya kudhibiti roho yake na kuunganisha nguvu ya akili na nguvu za ulimwengu wa nje. James alijifunza kuwa kila mtu aliye na uwezo wa kutoka nje ya mwili
Anaweza kuona siri za ulimwengu ambazo wengine hawawezi, lakini lazima awe makini na hatari zinazofuatana. Baada ya saa kadhaa, James alijua ilikuwa lazima arudi. Roho yake ilirudi kwa mwili wake, lakini sasa alikuwa na hekima mpya na uelewa wa kina wa ulimwengu. Alijua kuwa hatari za kivuli na viumbe vya ajabu havikuwa vitisho vya kawaida, bali sehemu ya mchakato wa kujifunza na kuelewa nguvu ya nafsi. Kutoka siku hiyo, James hakuwa tu mtafiti wa ajabu, bali pia mlinzi wa siri za ulimwengu wa roho, akisaidia wengine kuelewa nguvu za nafsi na kufundisha jinsi ya kutumia akili bila kuingia kwenye hatari zisizo za lazima. Lakini kila wakati alikumbuka kwamba dunia ya ajabu haikuruhusu kuwa huru kabisa. Kila hatua ina malipo yake. James alikuwa amejizoeza kabisa kuondoka nje ya mwili wake, na sasa alikuwa maarufu kati ya wachunguzi wengine wa ulimwengu wa roho. Lakini alijua kuwa kuna kitu kikubwa zaidi kilichokusudiwa kwa yeye, siri ya ulimwengu wa roho, kitu ambacho kila mtu aliyetumia nguvu hizi alikuwa anahofia kupata. Siku moja akiwa amelala, roho yake ilijikuta ikirushwa kwenye dunia ya giza lenye upepo wa baridi uliomfanya kutetemeka. Kivuli kikali cha hatari kilikuwa kando yake, kikimchunguza kwa macho yanayong'aa kwa rangi nyekundu na njano. James alijua hii ilikuwa mtihani wa kweli. Ghafla, kiumbe cha ajabu kilicho na miundo ya umeme na mwili wa mabadiliko kilimtaka kumjaribu. Kiumbe hicho kilimlazimisha kushughulikia hofu zake, hasira na hofu za ndani kabisa. Lakini James alitumia mafunzo yake, roho yake ikijumuisha nguvu za akili na mwanga aliyojifunza, kuunda kizuizi cha nguvu kinachomkinga. Kivuli kilipiga mwanga mkali, kiumbe kilishtuka na James aliweza kuvuka hadi kwenye mlango wa giza wa mwisho. Hapo alikutana na siri kubwa, kipande cha roho kilichokuwa na mwanga wa dhahabu na sauti za kutabasamu. Siri hii ilimfundisha kuwa ulimwengu wa roho ulikuwa na mfumo wa usawa, kila nguvu ya ajabu ina malipo yake, na kila mtu aliye na uwezo huu ana jukumu la kulinda. Siri ilimpa James uwezo wa kuona hatari za roho na kuongoza wengine kwa hekima, lakini pia alikumbushwa kuwa nguvu hii haikuruhusu kutumia kwa tamaa au kiburi. Alipojifunza yote, roho yake ilirudi kwenye mwili wake. James alihisi mwili wake ukiwa imara, akili yake ikiwa wazi zaidi kuliko hapo awali. Lakini sasa ulikuwa mwanzo wa maisha mapya, kuwa shujaa wa ulimwengu wa roho, akilinda siri, kusaidia wengine kuelewa nguvu za nafsi zao, na kuwa onyo kwa wale ambao wangejaribu kutumia vibaya. Tangu siku hiyo, James aliendelea kuondoka nje ya mwili wake mara kwa mara, lakini kila safari ilimfundisha kitu kipya kuhusu hofu, nguvu, hekima na mapambano ya ndani ya nafsi. Alijua kuwa ulimwengu wa roho haukuishi kwenye mwili pekee, bali ni hatua ya kuelewa kweli maisha, nguvu na hatari zisizoonekana. TV Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki, subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.